Tangu mimi nimeanza kusoma vitabu, sijawahi kusoma hotuba yenye nguvu na iliyobadilisha dunia ya kwetu kama nilipoanza kuisoma hotuba ya Bwana Yesu juu ya mlima, inaitwa Sermon on the Mount. Usije ukaondoka duniani unayenisikiliza haujawahi kusoma hotuba ya Bwana Yesu juu ya mlima, inaitwa Sermon on the Mount. Mathayo sura ya 5, Mathayo sura ya 6, Mathayo sura ya 7. Yaani hiki ndio kiini, unaona, ni kiini cha mafundisho ya Bwana Yesu. Kwanza muktadha ni hotuba ambayo Bwana Yesu aliisema mara tu alipotoka kujaribiwa na mwovu ibilisi shetani. Sasa alipoteremka katika kitabu kile cha Mathayo, ndio sasa anakwenda kusema na makutano, na anaanza kusema maneno yale, na anatoa zile heri, ama nasema beatitude. Heri wenye moyo safi, hao watamuona Mola. Heri wenye upole, watairithi nchi. Heri wapatanishi, wataitwa watoto wa Mwenyezi Mungu. Heri wale wanaowaudhi na kuwatesa, maana ufalme. Unaona, anazungumza yale mambo. Hiyo ndio ilikuja kitu kinaitwa the revolution of love, turning the other cheek philosophy. Unasema Joram, nazungumza kitu gani? Mahatma Gandhi alipoenda akasoma zile hotuba ya Bwana wetu Yesu Kristo juu ya mlima, hakubakia kama alivyo. Na najua kwamba Mahatma Gandhi yeye alikuwa ni Mhindu, na aliposoma ile, moyo wake ukarovwa rovu na kuteboreshwa tebwere. Unasema Joram, nazungumza kitu gani? Mahatma Gandhi akaanza kuwaambia Wakristo, mimi ningekuwa Mkristo kwa sababu ya hiki alichokisema Bwana Yesu na maisha aliyoishi Bwana Yesu, ila kitu kinachonikatisha tamaa ni ninyi wenyewe wa Kristo, kwa sababu hamuendi na mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, hamuendi na mafundisho ya huyu ninayemsoma. Akasema Mahatma Gandhi, I could be a Christian if not for Christians themselves. Waliomkwamisha kuingia katika Ukristo ni Wakristo wenyewe, kwa sababu walikopo hawaendi na yale mafundisho ya Bwana Yesu, mpende jirani kama unavyojipenda. Kwa sababu aliwaona wale wazungu ambao ndo walikuwa wanaeneza zile habari, wao wenyewe ndo walikuwa wa kwanza katika ukoloni. Akaona mambo yale, akasema kama hawa ambao wanaleta haya mambo wenyewe ndio kwanza kutuonea na kutudhulumu. Lakini maneno ya Bwana Yesu akayapenda sana. Sasa aliposoma akasema, mimi katika kusoma kwangu sijawahi kukutana na mtu ambaye anasema mtu anayekuudhi umpende. Ndio the revolution of love. Akatumia ile, akaja na kitu kinaitwa non-violence movement, na kupitia hiyo akaleta uhuru katika taifa la India. Unasema nazungumza kitu gani? Na pia Martin Luther King Jr. Unasema nazungumza kitu gani? Aliposoma Sermon on the Mount, unaona, yeye akapata nguvu, naona, ya kuanza kuwasaidia Wamarekani weusi wenzake. Alihamasishwa na Bwana Yesu. Unasema Joram, nazungumza kitu gani? Mimi nakueleza vile. Unasema vile, nakueleza vile. Usije ukapoteza bahati ya kuondoka chini ya jua hujasoma. Nakwambia, ukisoma hii hotuba ya Bwana Yesu pekee katika mlima, wewe unaenda mbinguni kwa Mola jali. Ndio kiini cha mafundisho yake na kitovu cha mahusia yake. Mathayo sura ya 1, Mathayo mlango wa 5, mlango wa 6, Mathayo sura ya 5, Mathayo sura ya 6, Mathayo sura ya 7. Bas, Sermon on the Mount. Wabadu wakatabahu fakir. Langu jina ni Joram Kumbi. I love you, and because I love you, I care. Tusikose kwenda mbinguni. Amina.